Nataka tuangalie huyu mwanamke ambaye ameandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 12. Maandiko yanasema hivi: na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyefikwa njua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Maandiko yasema kwamba ishara ikaonekana mbinguni, mwanamke ambaye yule mwanamke alikuwa amefikwa njua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Huyu ndiye mwanamke ambaye tunamzungumzia hapa, na kwenye Biblia tunapozungumza kuhusiana na mwanamke tunazungumzia kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maandiko mengine kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 17 ambao tutasoma kuhusiana na mwanamke kahaba, ambao ni kanisa ambao imemwacha Kristo, ikaanza ibada zingine ambazo ni ibada za masanamu, ibada za kuabudu masanamu. Lakini tunapozungumzia huyu mwanamke wa Ufunuo 12 tunazungumzia kuhusiana na kanisa ya Kristo, na maandiko yanasema ya kwamba ni mwanamke ama ni kanisa ambalo limefikwa njua. Tunapoongelea kuhusiana na jua, tunaongelea kuhusiana na nuru. Ina maana kwamba hii kanisa iko na nuru, ambayo ile nuru ndio inawaongoza ama inaongoza hii kanisa. Maandiko yanasema kwamba neno la Mungu ni nuru. Neno la Mungu ni taa ya ulimwengu na mwanga katika njia zetu. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 8 mstari wa 12, Mathayo 5:14, hapo ndio utaona maana ya jua, kwamba huyu mwanamke kwa nini alikuwa amefikwa njua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuhusiana na masuala ya mwanamke, kwamba mwanamke ni kanisa, utasoma kwa wakati wao kitabu cha Hosea mlango wa 2:19, lakini pia kitabu cha Isaya 54 mstari wa 1 mpaka wa 5. Lakini zaidi kabisa usikose kusoma kile kitabu cha Waefeso mlango wa 5 na mstari wa 21, lakini pia Wakorinto wa pili mlango wa 11 na mstari wa 2. Hayo maandiko yote yanaeleza kwamba mwanamke anayezungumziwa hapa ni kanisa. Kwa hivyo Yesu anapoangalia kanisa huwa analiangalia kama mwanamke. Sasa maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanamke alikuwa amefikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Kwa hivyo misingi yake ya huyu mwanamke ilikuwa ni misingi ambayo iko na mwangaza. Nielewa. Lakini pia tunapozungumzia kuhusiana na taji hapa, maana maandiko yanasema juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Tunaongelea kuhusiana na wanafunzi wa Yesu, tunaongelea kuhusiana na viongozi wa kanisa. Sasa kuna kitu nataka tukiangalia hapa, mstari wa 2. Naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Huyu mwanamke ambaye ni kanisa alikuwa ako na mimba. Ina maana kwamba kuna kitu alikuwa anataka kukizaa, kuna mtoto alikuwa anataka kumzaa. Watu wengi wakiangalia hii kitabu cha Ufunuo 12 huwa wanaanza kuwaza kwamba mwanamke anayezungumziwa hapa ni Mariamu, lakini sio Mariamu. Mwanamke anayezungumziwa hapa ni kanisa. Maana ukija kuangalia, kuja kusoma vizuri, utakuja kuona kwamba kuna vitu ambavyo vinaitarafiana hapa, ambavyo vinaonyesha kwamba yule mwanamke anayezungumziwa hapa sio Mariamu. Sasa tuendelee ndio tuangalie tuone hawa mambo. Maandiko sema hivi: ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu aliyekuwa na vichwa 7. Nadhani tumezungumzia kwenye kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo mlango wa 13, tukazungumzia kuhusiana na vitu hizi, yule joka ambaye alimpea yule mnyama nguvu zake, vitu kama hizo. Lakini pia tukiendelea maandiko yanasema hivi: ikaonekana ishara nyingine mbinguni, natazama joka mkubwa jekundu alikuwa na vichwa 7. Huyu joka alikuwa na vichwa 7, na vichwa 7 tunavyozungumzia hapa
tunaongelea kuhusiana na tawala 7. Tunaongelea kuhusiana na wafalme 7. Kwa hivyo huyu joka alikuwa na wafalme 7, na pembe 10. Alikuwa pia ako na watawala 10. Nadhani wakati ule ambapo tulikuwa tunasoma maandiko, kwa sababu nilianza kule mwanzo ndio ukuwe na wepesi wa kuelewa, utaona kwamba baada ya kuwa Rumi ya kipagani imeanguka, kuna wafalme 10 ambao walitokea, na wale wafalme 10, 3 walianguka kwa sababu ya mfalme mmoja kuinuka, ambaye yule mfalme alitokea Rumi. Yule mfalme ambaye alifanya wafalme 3 wakaanguka, wakabakia 7. Yule mfalme alikuwa ameshika kofia 2 ama tawala 2, kutawala kidini, lakini pia kutawala kiserikali. Ukiangalia kwenye gungu yako uulize ni nani ambaye anaitwa president wa Vatican, hapo ndio utakuja kuona kwamba atayeletwa pale ni askofu wa Rumi ama Pope, ndiye president wa Vatican, lakini pia ndio kiongozi wa ile kanisa. Kwa hivyo ameshikilia nafasi 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba alipoinuka akapewa ile nafasi yake ya kuongoza serikalini na kuongoza makanisa yote, kile kilitokea ni kwamba kuna wafalme 3 ambao walianguka, wakabakia 7. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba yule joka alikuwa na vichwa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na vichwa 7, pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Mstari wa 4 unasema hivi: na mkia wake ulikokota theluthi ya nyota za mbinguni. Tunapoongelea kuhusiana na nyota hapa, tunazungumzia kuhusiana na viongozi wa kanisa. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusiana na nyota ni kwamba huyu joka alipoonekana alikuja ili kuangusha watakatifu, ili kupigana na kanisa, ili kupigana na viongozi wa kanisa. Nyota 12 huwa zinawakilisha mataifa 12 ya Israeli, inawakilisha wazee 24, inawakilisha viongozi ambao tuko nao hata leo hii ambao wanawakilisha zile kabila za Israeli 12 ama viongozi wa kanisa. Yesu alipokuja hapa duniani alichukua mitume 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata leo tunapoongea kuna watu ambao Mungu ameinua kama nyota ili kusimamia masuala ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mkia wake ukakokota theluthi ya nyota za ulimwengu za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amule mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanaume, naye atakaye chunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Vitu kama hizo ndio zinaelezwa pale. Kwa hivyo tunapoongelea kuhusiana na huyu mwanamke, maandiko yanasema ya kwamba yule mwanamke akamzaa mtoto, na yule mtoto alipozaliwa atakuwa anatawala kwa fimbo ya chuma. Mstari wa 6 unasema hivi: yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe uko muda wa siku 1260. Tunapoongelea kuhusiana siku 1260, tunaongelea kiunabii. Nilisema kwamba tunaongelea kuhusiana na miaka 1290. Unaona kwamba wakati ule ambapo ufalme wa Rumi ya kipangani ulipoanguka, na alafu ufalme wa askofu huyu ukawa umesimama, kile kilitokea ni kwamba alianza kupigana na watakatifu, wakakimbilia nyikani, wakaenda Marekani, wakaenda kujificha kule ili wasije wakauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ya yale maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukiangalia maandiko yasema kwamba mstari wa 13, na joka yule alipoona kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume. Kwa hivyo baada ya kuona kwamba imetokea,